Naam, tunawasalimu ni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na basi tunakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali yake ya kisiasa na kiusalama na hata ya kidiplomasia, lakini tutakwenda kugusia hali ya kiusalama ambako huko mkoani Kivu Kaskazini katika wilaya ya Walikale hali ya usalama inaonyesha mabadiliko mapya katika eneo la Kisimba. Vijiji kadhaa vikiwemo Ndumbi, Buma, Iteya, Buhaya, Mpeti na Minjenje sasa viko chini ya udhibiti wa jeshi la taifa FARDC likisaidiwa na makundi ya wapiganaji wa Zalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani na vya kiusalama, vinadai kwamba maendeleo hayo yametokana na kujiondoa kwa wapiganaji wa AFC M23 ambao awali walikuwa wakidhibiti maeneo hayo. Inaelezwa kuwa uondokaji huo ulifanyika bila mapigano, jambo linalorahisisha kurejea kwa haraka kwa vikosi vya serikali katika vijiji husika. Hatua hii inaonekana kuwa sehemu ya upangaji upya wa mikakati ya wahasi hao. Vyanzo vilivyo karibu na hali hiyo vinaeleza kuwa vikosi vya AFC M23 vimehamisha nafasi zao katika eneo la Malemo karibu na Kalembe katika wilaya jirani ya Masisi. Mabadiliko hayo ya kimkakati yanaweza kuashiria mpango wa kupanga upya mistari ya mapambano badala ya kujiondoa kabisa. Licha ya hali hii kuonekana kuwanufaisha zaidi wanajeshi wa serikali, bado kuna hali ya wasiwasi miongoni mwa raia. Baadhi ya wakazi wana matumaini ya kurejea kwa utulivu taratibu, huku wengine wakihofia kurejea kwa mapigano, hali ambayo imekuwa ikijirudia mara kwa mara katika eneo hilo lenye mabadiliko ya haraka ya udhibiti wa maeneo. Kwa upande wa mamlaka, bado hakuna tamko rasmi lililotolewa kuhusu hali hii. Hata hivyo, vyanzo vya kiusalama vinaeleza kuwa FARDC inaendelea kuimarisha uwepo wake katika vijiji vilivyorejeshwa kwa lengo la kudhibiti maeneo hayo na kuzuia uwezekano wa wahasi kurejea tena. Hali ya usalama inaendelea kuwa tete sana katika eneo la Kalembe wilayani Masisi huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako wimbi jipya la kukamatwa la raia limeripotiwa. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vinavyolingana, vinadai kwamba angalau watu 5 walikamatwa siku ya Jumatano tarehe 1 Aprili na wapiganaji wa AFC M23 na kufanya idadi ya waliokamatwa kufikia angalau 7 ndani ya kipindi cha siku chache katika eneo hilo. Kukamatwa huku kunafanyika katika mazingira ya mashaka makubwa, ambapo watu wanaolengwa wanatuhumiwa kushirikiana na makundi ya kujilinda ya wapiganaji wa Zalendo. Kwa mujibu wa ushuhuda uliokusanywa eneo la tukio, raia 3 walitambuliwa baada ya kuonyesha hadharani furaha yao kufuatia kuondoka kwa wahasi katika baadhi ya maeneo ya wilaya jirani ya Walikale, hasa Mpeti na Minjenje. Tabia hiyo ilitafsiriwa na wahasi kama ishara ya kuunga mkono wapinzani wao. Aidha, raia 2 wengine kutoka familia moja walikamatwa katika mazingira tofauti. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa kukamatwa kwao kunahusishwa na kuondoka kwa ndugu yao ambaye ni dereva wa bodaboda kuelekea Pinga, eneo lililo chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali. Inasemekana alitumia nafasi ya mabadiliko ya kimkakati ya wahasi kuondoka eneo hilo, jambo lililotafsiriwa kama kutoroka kwa kutiliwa shaka na viongozi wa ndani wa AFC M23. Kutokana na kutokuwepo kwake, ndugu zake walikamatwa na kushutumiwa kwa kushirikiana na jeshi la serikali. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, watu wote waliokamatwa wanashikiliwa katika kambi inayodhibitiwa na wahasi huko Kalembe bila kuruhusiwa kuwasiliana na familia zao. Maendeleo haya yamezua wasiwasi mkubwa miongoni mwa mashirika ya ndani ya kutetea haki za binadamu, ambayo yanalaani kuongezeka kwa kukamatwa kiholela katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa wahasi. Mashirika hayo yanazungumzia aina ya ukandamizaji unaolenga raia, mara nyingi kwa misingi ya tuhuma zisizo na uthibitisho au vitendo vidogo vinavyochukuliwa kuwa vya hatia.
Siku chache zilizopita, wahudumu wawili wa afya walikuwa tayari wamekamatwa katika eneo hilo hilo kwa tuhuma zinazofanana. Ushuhuda unaeleza kuwa walifanyiwa mateso kabla ya kupelekwa kusikojulikana. Katika muktadha wa mabadiliko ya mstari wa mbele wa mapambano kati ya wilaya za Masisi na Walikale unaoambatana na harakati za wanajeshi na upangaji upya wa kimkakati, raia wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa mgogoro huu, wakijikuta katikati ya makundi mbalimbali yenye silaha yanayopigana katika eneo hilo. Na tarehe 2 Aprili mwaka 2026 inatimia mwaka mmoja tangu waasi wa FCM23 walipoondoka katika mji wa Walikale Centre mkoani Kivu Kaskazini. Mwaka mmoja uliopita, eneo hilo lilishuhudia mapigano makali kati ya waasi hao na jeshi la taifa FARDC, hali iliyosababisha kutekwa kwa mji huo tarehe 19 Machi mwaka 2025 na kusababisha maelfu ya raia kukimbia makazi yao. Kutokana na ukali wa mapigano, wakazi wengi walilazimika kukimbia kwa haraka bila kujiandaa. Mashuhuda wa matukio hayo wanaeleza kuwa kulikuwa na hali ya taharuki kubwa, uoga na sintofahamu. Baadhi yao walikimbilia msituni, huku wengine wakielekea katika maeneo yaliyodhaniwa kuwa salama zaidi, ikiwemo hospitali kuu ya rufaa ya Walikale pamoja na vijiji vya jirani. Hali ya maisha wakati wa kukimbia ilikuwa ngumu sana. Waliokimbilia msituni walikabiliwa na ukosefu wa chakula, maji safi na huduma za afya katika mazingira ambayo tayari yalikuwa hatarishi kiusalama. Aidha, katika maeneo ya mapokezi ya muda kulikuwa na msongamano mkubwa wa watu pamoja na uhaba wa miundombinu, jambo lililozidisha mateso ya wakimbizi hao. Katika kipindi cha udhibiti wao wa Walikale Centre, wapiganaji wa FCM23 walituhumiwa kuweka mazingira ya hofu na mvutano mkubwa kulingana na ushuhuda mbalimbali. Tukio moja lililobaki kwenye kumbukumbu za wengi ni shambulio la ndege isiyo na rubani yani drone lililodaiwa kufanywa na FARDC dhidi ya ndege iliyotumiwa na waasi hao. Shambulio hilo lilisababisha vifo vya wapiganaji kadhaa pamoja na raia wa kigeni waliotajwa kuwa kama mamluki ama mercenaires na kuongeza hofu miongoni mwa wakazi. Kuondoka kwa waasi tarehe 2 Aprili mwaka 2025 kulikuwa hatua muhimu ya mabadiliko. Hali hiyo iliruhusu wakazi kurejea taratibu katika makazi yao ya awali. Hata hivyo, kurejea huko hakukuwa rahisi, kwani walikuta nyumba zao zimepoa, mashamba yameharibiwa na shughuli za kiuchumi zikiwa zimesimama kabisa. Miundombinu ya kijamii pia iliathirika vibaya. Shule zilifungwa kwa muda mrefu, vituo vya afya vililemewa na mahitaji makubwa na shughuli za kujipatia kipato zilidorora. Hivyo ujenzi upya ukawa changamoto kubwa kwa jamii ya eneo hilo. Mwaka mmoja baadaye, hali inaanza kuonyesha dalili za kuimarika taratibu. Masoko yanafunguliwa tena, watoto wanarudi shuleni na baadhi ya familia zinaanza kujenga upya makazi yao licha ya kuwa na rasilimali chache. Pamoja na maendeleo hayo, athari za vita bado zinaonekana wazi kimwili na kisaikolojia. Katika hali hiyo, matumaini ya wakazi wengi yanaelekezwa katika kuimarishwa kwa usalama na kuzuia kurejea kwa machafuko. Mwaka mmoja baada ya kuondoka kwa FCM23 katika mji wa Walikale Centre bado imebeba kumbukumbu za kipindi hicho kigumu, lakini wakazi wake wanaonyesha dhamira ya kujijenga upya. Kwa na mchanganyiko wa uvumilivu na tahadhari, wanaendelea kusonga mbele huku wakitumaini mustakabali wa amani ya kudumu katika eneo hilo. Vikosi vya jeshi vimetangaza kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo la Mambasa, hali iliyotajwa kuwa ya kutia wasiwasi mkubwa kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni yanayodaiwa kufanywa na wapiganaji wa Allied Democratic Forces wanaojulikana pia kama ADF NALU dhidi ya raia. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, mashambulizi hayo yalilenga kijiji cha Bafwakoa kilichopo katika sheferi ya Mbandaka. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu wasiopungua 43 ndio ambao walipata kuuawa, wote wakiwa ni raia, huku uharibifu mkubwa wa mali uliripotiwa. Nyumba 44 ama 44 maisons zilichomwa moto, wakati lori moja ama kamion moja aina ya bene pamoja na pikipiki 5 ziliharibiwa vibaya.
Mamlaka zinaeleza kuwa vitendo hivyo ni mashambulizi ya kikatili dhidi ya raia wasio na hatia, jambo linaloongeza hofu kuhusu usalama katika sehemu hii ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hili linaingia katika muktadha wa kuongezeka kwa shughuli za ADF NALU katika eneo hilo licha ya operesheni za kijeshi zinazoendelea. Kutokana na hali hiyo, jeshi limeahidi kuendelea na juhudi za kuwatafuta na kuwakamata washambuliaji, kurejesha usalama na kuwahimiza wananchi kubaki makini. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenga TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku yale ambayo yanaendelea kujiri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama inazidi kuzorota siku baada ya siku. Basi na kukutaka kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu, tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili upate kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.